Tafadhali chukua namba yangu ya simu kulikuwa na tafa shuniita. 0722. Andika basi, andika 0722. 0722 149 754 149754. Asanteni sana, mbarikiwe. Haya, asanteni. Halo wananchi. Haya, mimi kwa majina anauliza jina ya inspector mwenye anakaa chini. Anasema anaitwa Benjamin Kisorio. Haya. Amesema anaitwa Benjamin Kisorio. Yeye ndiye anasimamia hapa. Kwa wale wenye wanatoka pale karibu na Masimba, pia kuna inspector pale atakuwa nawasaidia. Mimi kwa majina naitwa Chief Inspector Bernard Ongoro. Niko na siku 2 sasa hapa. Mimi si mgeni kwa kazi ya polisi. Na si mgeni Kayole kwa sababu mimi ni Mkenya na niko Kenya. Mahali ya kazi ndio kidogo nimebadilisha. Mara pili naitwa Chief Inspector Bernard Ongoro. Mimi ndio OCS pia wa Soweto Police Station. Sisi tumekuja hapa tusaidiane kazi pamoja na wananchi. Kazi hii ya security si rahisi. Labda inaweza kuwa rahisi kwa mwenye miketi chini akiona maaskari. Lakini saa zetu za kufanya kazi inaanza saa 8 asubuhi na inaisha saa 6 usiku. Na within those 2 hours, mkubwa yangu wako hapa anajua lazima utapata simu ya kupigiwa ya kusaidia mwananchi. Mimi ningependa namna hii tushikane mkono pamoja na wananchi. Kitambo mtu akisikia OCS alikuwa ni mtu kubwa kabisa. Si ni kweli? Na lazima kuwe na 55, 56 years. Na ile wakati watu walikuwa wanaendelea na 55 anakuwa 52, si ndio? Saa hizi maneno yamebadilika. Na tungependa ile reform nyinyi mlisema ikuje kwa polisi na ikakuja, siku hizi mko na maaskari wadogo kama sisi kama OCS. Na sisi wananchi limebaki ni kwenye nyinyi kubadilika pia. Tukisema reform ikuwe ni pande moja hakutaenda. Lazima sisi zote tufanye nini? Saa zile wazazi wanalia, wanasema watoto wao wanauawa na polisi. Si jambo jema, si ni kweli? Na mtukufu rais amekataa maneno kama haya. Na sisi tukiwa maaskari wale wadogo na wale tunataka kufanya kazi pamoja na wananchi, hatutaki maneno kama haya, si ndio? Lakini sasa na wewe je, ujiulize, yule kijana ambaye unaficha na akapata mzee ametoka hapa, ni mzee ya mama na kuna watoto, anaenda kuendesha gari, anaenda kazi zake asubuhi na akadungwa kisu na akakufa. Je, mnajiuliza? Tunajiuliza hiyo? Kwa hivyo tushikane, na nataka mjiulize, kuna nchi inaitwa Ethiopia na kuna Kenya. Nani amewahi kusikia Ethiopia imepigwa na Al-Shabaab? Iko? Na kwa wale wenye wanasoma, because najua hapa ndani kuna mpaka watoto wa university ama wale wamegraduate wanajua kufanya research, uende utafute. Hii maneno mmesimamishiwa hapa na mheshimiwa ya nyumba 10 ilianzia Ethiopia. Na huko wananchi wanajitawala wenyewe. Mgeni akikuja katika estate, ni wao wenyewe wanafuata huyo mgeni akienda sokoni, ni wao tu ndio wanafuata, wanapeleka maneno huko. Alafu sasa polisi wale wenye wamekuja ambayo tumepewa reforms, tunachukua mtu tunapeleka kwa station aende kotini. Haya maneno nyingine yote haitapatikana. Shida, unaenda kwa estate, crime imefanyika. Ni nani amefanya? Because crime never happens in a vacuum. Where crime has happened, there must be people who saw. Mheshimiwa alichallenge hapa mama mmoja pale, ni nani anaenda kuzuia sewer line? Hatusemi. Mheshimiwa, vile hawajakuambia nani amezuia, ndio vile sisi mtu amedungwa kisu, mtu ameibiwa, na ukienda wanazunguka namna hii. Sisi tungependa wananchi tushikane mkono.
tu identify nani ni mbaya katikati yetu. 99% ya wananchi ni wazuri. Vile sisi polisi pia tuko 99% mzuri. Na kuna ile kamoja mbaya haikosi hata kwa nyumba yako. Si hata wewe unajua ni mtoto gani ukituma kwa duka arudishi change. Si unajua? Hata sisi pia kwetu kuna moja tukituma arudishi nini? Sasa yule mwenye arudishi change kwetu tutoe. Na nyinyi kwenye yule harudishi change pia nyinyi mfanye nini? Si ni sawa sawa? Na kitu moja, kuna hadithi tu kidogo nikifunga. Kuna wakati wawindaji walikuwa wanatafuta fisi kuua. Wakakimbiza ile fisi. Ile fisi kaenda kwa mama. Akaambia mama, tafadhali usinifiche hapa mimi nisiwawe na wale wa jamaa. Mama akaficha fisi. Wawindaji wakakuja wakauliza, na kuna fisi imepita hapa? Mama akasema hapana. Na tunaona mguu hapa karibu. Akasema hapana. Kweli mama? Sawa. Wakapita wakaenda. Wanaenda kutafuta. Wakiwa huko ngambo wanasikia mama anapiga nduru. Ni nini? Fisi, fisi. Tena fisi iko hapa. Kwa hivyo saa zile wewe unaficha muhalifu. Nataka ujue wewe unaficha fisi yule, akimalizana na wale wengine anakuja kwa nani? Anakuja kwa nani? Sisi tunaomba tushikane pamoja na nyinyi, tufanye kazi ya security. Na mimi hata leo nimekuwa na lecture na maofisa wangu. And it has been my tradition. Let me tell you, and I've been telling my police officers, these small bribes that people take, it will never take you anywhere. Very true. And I always tell them, out of 10 cases that you do, vile Mungu amesema tumpatie moja kwa 10 ama 10 kwa 100. I always tell them that one of the cases that you do, dedicate one to God. And you know how you dedicate a case to God? Kuna mama ameenda pale akijua nikienda kwa polisi kitambo kitu fulani fanyike lazima ni pesa. Kuna case moja amua tu, hata kama wewe ndio sasa the most corrupt. Amua tu moja tu ufanye. Mama akitoka hapo akienda ataenda kupigia mama mwenzake story, aseme leo niliona Mungu, leo niliona Mungu. Kwa sababu hajaamini kama askari anaweza fanya hivyo. Si ndio? Mama aseme ameona nani? Mungu. Lakini Mungu akionekana kwako kama binadamu, na Mungu atakusimamia. Sawa sawa? Sitasema mengi, namba yangu nitawapatia. Na hapa mnasema maaskari wanachukua pesa wapi? Kwa shangaa, si ndio? Wanachukua pesa wapi? Sasa haya, sawa sawa. Sasa situache changaa askari akose mahali ya kuchukua pesa. Asanteni. Haya, asanteni. Sasa kwa wale wenye wanauza tutawatoa. Alafu ya mwisho, hapa kuna vijana wenzangu. Mimi ukiniona si mkubwa sana, naye pia si mdogo sana. Tungependa tushauriane pamoja na vijana. Vijana, namba yangu nitawacha hapa. Tafadhali mnipigie simu kuja pale. Siku hizi sisi hatuko ile mkali watu walikuwa wanakuwa kitambo kwa askari, wewe unakuwa mkali. Wakuje tuzungumze. Labda kuna maneno naweza kukuambia nikose kukuweka pingu ama kukupiga risasi ibadilishe maisha yako. Tukuje pamoja. Naye vijana, Mungu alisema mtu mwanaume lazima afanye kazi kwa bidii. Ukikuja kusema mambo ya unemployment sana, mbona inasumbua sana vijana wa kuvaa longi kuliko wasichana wetu ya kuvaa skati? Kwa sababu wasichana ya kuvaa skati